Njoo kukutanisha na DIX. DIX amegoma kuachana, amegoma kuachika. DIX bado yuko bampa tu bampa na Mama Mjengo. DIX haachiki. DIX kagandana na mume wa mtu kama super glue. Amegandana. Mnasema Ruba anagandana. Hamjamuona huyo ex nyinyi? Na kuna mtu yuko huko nyumbani anaumizwa na ex wake eti kaondoka ameachana mmoja kwa sababu ya ex. Wewe unaharibu sakramenti takatifu ya ndoa. Come babies. Kwanza niwasalimie. Hi. Hi besties. Hi Mama Mijengo. Haya. Mbele yako leo nina story ya binti ya miaka 35 ambaye yeye ana watoto hawa 4. Ameolewa akiwa na miaka 23. Ameolewa kidogo bado kigoli. Kwa hiyo bwana akamfaidi kweli kweli. Wamepata sakramenti takatifu ya ndoa akiwa na miaka 23. Bwana anampenda, yani anampenda ile kwa kumjali, kumwangalia familia yake. Bwana hana kipengele, shemeji yetu ameweza. Ana kama mimi kwetu bwana anapendwa kuliko hata mimi. Yaani mimi nikipeleka matatizo nyumbani kwetu, wanasema mimi ndo nina shida viva. Wakati mtoto watu baba muonekano alivyo akiongea, utasema baba paroko au papapo wa pili, wa tatu, si wa tano, unaambiwa ni mtakatifu, haifai. Na baba hana moyo ule mbaya kwa kweli. Na baba ni muongaji mzuri. Hana mkono wa bilika. Mkono wake unatoa. Sasa wao walifunga ndoa yao takatifu Arusha. Baada ya kufunga ndoa yao takatifu Arusha, honeymoon Zanzibar. Wakacheza na Kobe, waende Forodhani, wakaliza urojo, warudi. Basi wakaenda paka Zanzibar. Kufika Zanzibar wakachukua hiyo hoteli na nini. Same night, usiku ule wa shughuli, yani usiku ule wa mtoka huko Arusha paka Zanzibar. Yule bwana akapokea simu. Ile simu nakwambia ilichukua zaidi ya masaa mawili bwana kuongea. Anachokiongea kijulikani. Sijui mchimba madini, sijui mpatikana dini, sijui. Yani anaongea usiku kucha. Risala la kwanza, la pili, la tatu. Kama bi harusi mpya lazima kidogo ushtuke. Jamani kuna nini? Huyu bwana akachukua muda mrefu huko. Dada yule kidogo moyo wake ukaingia dosari. Ndipo akaanza kufuatilia. Akajua huyu ambaye nashindana naye ni DIX. Nikamuuliza shoga yangu sasa inavyoonekana mbona kama huyu bwana yupo ameelemea sana kwa DIX, kama ndo alikuwa anampenda kiasi hicho, kwa nini hakumuoa yeye? Maana unaonekana wewe uko nje unapenda sana, kwa nini ukuoa? Akasema shoga yangu mimi wakati naolewa DIX alikuwa nje kusoma, alienda nje kusoma. Kwa siku anarudi Tanzania, tayari mimi na bwana tushakuwa na mahusiano na tayari tushaanza process za kuoana. Yaani tumebakisha mwezi au wiki 3 tuoane. Kwa DIX amekuja, it's too late, apologize. Kwa DIX amekuja mambo huko tayari. Raha kama zote, watu washakula hela zao za mahari, watu washatoa mwali ndani, watu washauza mtoto, watu washamaliza kila kitu, michango kama mtu anayedai, watu washapokea kadi zao za kila kitu. Yani kadi yangu ya dabo nao na natambana. Utaniambia mimi harusi nifanyaje? Kuoa tunaoa, tutajulikana mbele ya safari. Utasema tualishe harusi? Tualishe harusi. Mambo yatenda kama alivyopangwa. Harusi haiwezi kualisha watu wakaoana wamemaliza. Hivi ninavyokuambia hiyo DIX kuanzia dada yuna miaka 23 mpaka sasa hivi miaka 35. Jamani miaka mingapi? 12 au sijui 10 na kitu, 12. DIX haelewi asikii. Sasa bwana hapa katikati vikaanza yani vituko. Sasa nakupa matukio na vituko vyake mwali wangu. Kwanza DIX habari yanayo kwamba yule bwana kashaoa. DIX anamfuatilia yule dada kama gazeti. Unakwenda kununua gazeti unasoma zile kurasa zake zote, ndio DIX anapomfuatilia yule dada. DIX anajua dada kaenda wapi, wameenda wapi vacation, anajua. Yani ana zile ratiba. DIX akaanza vile vituko. Mara akapanda gari ya bwana akaacha Heleni. Hiyo ni old fashion. Mimi sio Heleni. Wewe acha hata begi lako la nguo kule ndani. Acha begi lako la nguo, acha yani acha passport yako, acha albamu yako, acha kila kitu. Yani acha mwali wangu. Hamna mtu anaondoka kwao. Miaka 12. Hivi unanielewa? Yule dada akawa anafanya vituko vya ajabu. Kitu si kitu, kaudi ananuka perfume
ya kike, yani perfume ya kike, sio Secret Admirer, ananuka perfume ya kike. Na uzuri ni kwamba perfume ambayo imepakwa recently inajulikana na ile iliyopakwa 3-4 hours ago inajulikana. Kwa hiyo alikuwa anakuja na ile strong kabisa, ile smell kabisa, unasikia harufu kabisa hii ya sasa hivi. Kwa nini yani anamspray over yote hiyo? Unitemii mishida, unitemie kaeka majukupu wanakuja, we mimi ndo kiongoza bahari, utaungaika. Ukija hapa nagonga pa maji yanarudi. Sasa hivi tumekuwa tutetereki, tupo kama milima ya Sayuni. Yaani kila mwanamke mwenye ndoa yake barabarani, wewe ukikosa jina lake, ukisahau jina lake, mwita tu mlima wa Sayuni, atageuka. Tumekuwa kama milima ya Sayuni, tutetereke, tumeteteresha mpaka tumechoka. Sasa hivi nisipokuwa mlima hapa kitanikuta kitu. Sijamaliza mwali wangu. Shoga yetu yule anachukua imani zake, sio nywele zake zimekakacha, sio mafuta ya nywele hana, ni bora hajamnunulia. Anachukua zile nywele anazitia kwenye pocket hapa, hii shirt pocket hapa. Ili kwamba tujue kwamba ile kamera za kifuani. Wewe nywele 12 zikajite kifuani, mnaloga na bwanako. Anakuja na zile tu love bite. Anampiga love bite hapa kama tena jini alikuwa ananyonya damu mtu. Hivi kwa nini mnahangaika hivi? Mnahangaika afu mwisho wa siku wanawaaga na rudi nyumbani. Hivi usikii, yani unajua jamani, work done ziko tu zero. Unajua fanya jitihada zizae matunda. So unafanya vitu vya kufanya matunda hakuna. Unafanya vitu hivyo anakuaga, naomba niende nyumbani, nachelewa. I'm just getting late home. Sitaki kugomana yule mama. Ningekuwa mimi ndio wewe, asiendelee na kazi we. Adola anaeka ma lipstick, anaeka nini, anaeka ma bite hapa kama tena alikuwa anataka kunyonya mtu damu tena. Dada kaona mtu asikii. Dada kawa mlima kweli, Sayuni hii hapa. Dada akatafuta namba ya simu siku hiyo, yule bwana hajaenda kazini. Jumamosi. Anajua kabisa yule bwana kutoka nyumbani saa 8 saa 9. Basi katafuta namba ya simu ya shoga yetu, kapiga halo. Sasa hii salama, naitwa fulani. Nani mwenzangu? Mimi DX, nilikuwa mtu wa fulani lakini nilikuwa zamani sana. Nilikuwa nampigia simu, nataka nimwambie leo ni birthday yangu, mbona anachelewa, ananiambia atakuja. Wewe namba yangu umeitoa wapi? Oh, that is not necessary. It's not necessary. How do you get my number? It is not necessary. Akaambia kwa namba umwambie. Kwani wewe ni nani yake? Sio nini yeye, anajibu shit. Akamwambia unajua kama ameoa? Dada anajibu. Hiyo nayo itakuwa ndoa. Kila siku tuko na sisi yote hayo utakuwa ndoa. Dada anakuambia kilimumu yule bwana anamuona yuko kitandani amelala. Kiliniuma MC Viva, nikasema mimi tena basi kuanzia siku hiyo nikabadilisha route. Nikasema mimi nitajijali mimi na watoto wangu. Kwa sababu kwanza alikuwa shamwa kuondoka. Akiangalia watoto hawa akaanza kujipenda. Akasema mimi nilikuwa siulizi chochote, hata akirudi saa 9 namfungulia mlango na muangalia.